Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo kuna baadhi ya watu wanapoingia katika ibada, tunasali sala zetu, lakini kuna akhtau sala, kuna makosa yanayopatikana tukiwa katika sala. Pamoja makosa mengine la yukhriju sahibahu anis sala, hayamtoi mtu ndani ya sala, lakini inakuwa ni tashwishu lilmu'mini anis sala, inakuwa ni tashwishi ya muumini kumtoa katika sala. Tunayafanya haya ndani ya sala zetu sana, na ikiwemo moja ya makosa haya, shufi baadhi almasajid, tazama baadhi ya ndani ya misikiti watu wanaoyafanya. Kuna watu wanasali ndani ya misikiti, wa fi thiyabihim suwarun, na katika nguo zao kuna mapicha mbalimbali ambayo yametaalak katika migongo yao. Haya pia ni makosa. Pamoja makosa haya hayamtoi yule mwenye kusali aliyevaa nguo hiyo, hayamtoi katika sala, lakini ni makosa ya kawaida ambayo yataleta tashwishi kwa yule mtu aliyekuwa nyuma ya sala. Hivyo Waislamu tunasema hili jambo ghairu mustahab, sio jambo lenye kupendeza. Mtu anasali kikiwa nyuma katika mgongo wake, katika nguo yake kuna picha ya mtu, itapelekea jambo hili mtu kumtoa yule aliyekuwa nyuma, kumtoa katika sala, kwa sababu atakuwa anafikiria na kuitazama ile picha iliyokuwa nje, iliyokuwa katika nyuma ya sala. Kwa hiyo hii tunaambiwa Waislamu siku zote tuepukane navyo, kwamba ukisali basi jitahidi uwe nguo yako iwe ni plain, kwa maana isiwe imeandikwa kitu chochote. Hivi Waislamu wanafanya, tunashukuru alhamdulillah, katika baadhi ya misikiti au misikiti mingi Waislamu ni waelewa katika hilo mosi. Lakini pili, kusali unakuta mtu anasali amevaa kapero katika sala, yuko katika sala anavaa kapero. Si vibaya mtu atakayesali amevaa kapero, sio vibaya, kwa maana kofia ile inayosema Mungu usinione mbele imechongoa namna hii, si katika kofia hizi za Kiislamu. Wanaziita watu ni kofia za Kiyahudi au watu wa upande wa pili. Kofia zile hata kama ukiswali nayo kofia namna ile, tukubali salatu, sala yako ni sahihi, inakubaliwa. Lakini je, ni jambo lenye kupendeza? Inafaa? Haipendezi. Tunasema haipendezi Muislamu, hata kama ukiwa hauna sala, hauna kofia yako at-taqiyya, au hauna kofia ile inaitwa kalansua, ukachukua kofia hii ya kapero Mungu usinione ukaisalia ndani ya sala. Kwa sababu gani? Waislamu wa nyuma wanaokutazama watakuwa wanakushangaa, kila mmoja anashawishika kukutazama ile kofia yako unaposali nayo. Pia hii ndugu zangu inakuwa si vizuri ukawa unasali katika sala hakika ukiwa katika hali hiyo ya ukiwa umevaa kofia namna hiyo. Na suala la mtu kusali kutofikiria chochote ndani ya swala ni suala ambalo linampitia binadamu, kwa sababu si tumeumbwa. Unaweza ukasali katika sala yako ukajikuta mawazo yanatoka kharija anis sala, nje ya sala. Je, sala yako inakuwaje? Sala yako ni sahihi, lakini isiwe ni mutahammidan, mwenye kukusudia kutoka moja kwa moja katika sala, katika mawazo yako. Yani mawazo yako yanakuwa nje ya ndani ya sala kwa kukusudia. Uislamu hautaki namna hii. Lazima unapoingia katika sala usiwe moyo wako ni ghafilan anillah, ukawa umeghafilika na Mwenyezi Mungu. Lazima moyo wako uwe na khushu'. Na khushu'i manake ni tumaninatul qalbi,
wa sukunul jawarih. Ukisikia mtu anasema khushu'i, mimi ninaswali kwa khushu'i, manake ni khushu', manake ni tumaaninatul qalbi wa sukunul jawarih, ni moyo kutulizana na vile vile viungo kutulizana. Vitu hivi viwili vikipatikana katika ibada, wewe ibada yako inakuwa ni sahihi sana. Kwa hiyo ikiwa unasali lakini kukawa wewe moyo wako umeghafilika, umetoka kharija ani sala, nje ya sala, ukafikiria kitu kingine, lakini ukawa ghairu mutahammidan, sio kwa kukusudia, fasalatuka sahiha, sala yako ni sahihi, ni sahihi kabisa. Ndiyo siku ile Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katika ukhalifa wake aliwaambia masahaba, kuambia nani ambaye atakayesali pasi na kufikiria chochote ikiwa yupo katika sala. Basi masahaba walinyosha mkono wakasema ana, kila mmoja. Sayyidina Ali kila sahaba akawa amemwambia asali amamahu, mbele yake hapo. Fawahid salla faqama wa salla, mmoja akasimama na kusali. Falamma intaha wa qadha salata, alipomaliza sala yake Sayyidina Ali fakala lahu, akamwambia hal fakkarta shay'an, umefikiria chochote? Fakala naam ya Rasulullah, sallaitu walakin tafakkartu qusrati, nilisali lakini nilikuwa nikifikiria familia yangu. Hii kaonesha kwamba mtu kumbe ina uwezekano ukiwa unasali na ukafikiria. Akaswali mwingine hivyo hivyo, akasema kumwambia Sayyidina Ali, nimefikiria kadha. Mpaka mwingine Sayyidina Ali ilifika mahala alichukua bakora yake akaiweka mbele. Wa mwisho aliposwali akasema alivyoulizwa hal tafakkarta shay'an, umefikiria chochote? Faqal tafakkartu al-asa allati kana amami, nimefikiria bakora yako Sayyidina Ali ambayo iliyokuwa mbele yako hapa, mbele yangu hapa imekuwa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii inaonesha kwamba la yastati'u ahadun an yusalli, hawezi mtu yoyote akawa anasali wala yatafakkaru shay'an kharija ani sala, akawa hafikiri, ikawa hajampita jambo lenye kumfikirisha kutokana likamtoa nje ya sala. Isipokuwa Uislamu unamwambia Muislamu idha arada an yusalli falyajtahid, anapotaka kusali basi na ajitahidi, an yakula qalbuhu fi salah, uwe moyo wake ndani ya sala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.